yote kayafanya Sabra kwa sababu anazozijua yeye. Lakini usihuzunike sana kipenzi changu, usiwe mnyonge. Ili hali mimi nimerudi nikiwa salama. Mshukuru Mungu hata kwa hilo. Nipo katika hali hii kwa sababu niliishi maisha ya taabu sana bila wewe. Geza, kwa kipindi cha miezi mitano tulichoishi pamoja, nimejikuta nimekuzoea sana. Tumefanya vingi pamoja, hakika siwezi bila wewe. Lakini nashukuru Mungu umerudi salama, mtabibu wa moyo wangu. Usijali kipenzi, nalijua hilo. Nazitambua hisia zako kwangu. Najua kiwango cha upendo wako kwangu. Nilikuacha ukiwa unaumwa. Unaendeleaje kwa sasa? Namshukuru Mungu naendelea vizuri. Lakini pia namshukuru sana rafiki yako Arioba. Maana alikuwa bega kwa bega na mimi kwa kipindi ambacho wewe haupo. Hakika yule ni rafiki wa kweli kwako. Nitaenda kumpa asante zake. Vipi? Mbona upo hivyo? Siku moja usiku katika harakati za kukutafuta, nilikutana na vijana wawili. Wakanichukua kwa mabavu. Na kunibaka. Nini? Nimepitia mengi Geza. Yes, Mr. and Mrs. Geza, poreni kwa kusubiri. Asante doctor. Majibu yenu yako tayari, lakini ningependa kufahamu jambo kidogo kabla sijawapatia majibu yenu. Kwa nini mmekuja kupima? Tumekuja kupima kwa sababu ya kutaka kujua afya zetu. Siku chache zilizopita mwenzangu alivamiwa na watu na akawa amebakwa. Hiyo hali ilipelekea mpaka ujauzito wake kutoka. Ulikuja kupatiwa matibabu hapa, si ndivyo? Ndio. Pole kwa hilo kukuta. Asante sana. Lakini pia Mr. Geza, pole kwa hali uliyokuwa nayo juzi. Maana mama yako aliondoka hapa bila hata ya kuchukua dawa. Na mmefanya vizuri sana kuwa mnakuja mara kwa mara kuja kucheki afya zenu. Jambo zuri sana. Lakini pia Mr. Geza, majibu yako yanaonyesha una HIV negative. Pia kwa Mrs. Geza, majibu yako yanaonyesha kwamba una HIV negative. Hongereni sana. Na niwape ushauri kidogo tu. Endeleeni kujitunza kwa sababu gonjwa hili ni hatari sana. Asante sana. Karibuni tena. Kwa sasa na hali ngumu sana. Hata makazi yangu yamekuwa ya kutangatanga. Pole sana. Unaishi wapi sasa? Naishi kwa rafiki yangu niliyesoma naye, ndo amenipa hifadhi kwake. Rafiki yako yeye anaishi peke yake?
Hapana, anaishi na mke lakini amesafiri kwenda mkoani, kuna matatizo. Pole sana Dio. Kwa nini usije kuishi hapa nyumbani? Usijali, mimi ni wa kiume, nitapambana, nitapata fedha, nitatafuta makazi ya kudumu. Okay. Asante kwa kampani yako. Usijali, karibu tena. Hicho unachokitaka wewe siwezi nikafanya. Kwa nini usifanye? Au uwezo una? Sio kama uwezo wangu mdogo, ila siwezi nikafanya. Kwa sababu gani sasa? Kama ni pesa mnataka, wewe sema pesa yoyote ile mimi nitakupa. Uwezo wao mimi ninao. Mimi ninachotaka nyinyi tumkomeshe yule mtoto yule msichana, tumkomeshe. Yaani tumfundishe adabu. Tumuonyeshe kilichonyoa kanga manyoya kichwani. Mimi nina uchungu. Yeye anatamba tu. Mimi mwanangu anaumia. Inaniuma roho mtaalamu. Naomba unisaidie bwana. Mama, sio pesa. Wala sio nifanye malengo. Wala sitaki chochote. Ila uwezo wako siwezi nikaufanya unapotaka wewe. Nimepewa mizimu kufanya tiba, sio nifanye biashara kama unavyotaka wewe. Nadhani umenielewa. Wala siwezi nikamlipishia kisasi. Toka nizaliwe ndo kwanza nasikia. Sasa mtaalamu. Yaani unakataa pesa. Yaani umegoma kabisa kunisaidia. Nisaidie wewe. Mtaalamu. Mama, umekuja kunisanifu katika kilinge hiki. Umekuja kunikemea, si ndio? Hapana. Basi mama yangu nakuomba nyanyuka uondoke. Nyanyuka uondoke. Kulikoni? Mbona uko hapa? Kwa hiyo yule ndo demu wako sasa hivi? Yupi? Si yule nimeona pale mnakumbatiana mchana kweupe? Yule ni ex wangu. Nilikuwa naye kabla ya kuwa na wewe. Kwa hiyo ndo mkumbatiani mkiwa mnachekelea vile? Yaani mnachekelea kana kwamba mmerudiana? Hapana, hatujarudiana. Mimi nachoamini kuachana sio vita. Na sisi bado ni vijana, hatujui kesho yetu. Kwa haina haja ya kuachana kwa ugomvi. Na kingine pia mimi nilienda kumfariji kwa kuwa alikuwa na 40 ya mama yake hivyo tu. Yeye sijui kwa nini yani nimekuwa nasikia wivu. Nimekuwa naumia tokea nilivyowaona. Sabla bwana. Una haja ya kuumia kwa sababu wewe ulinifukuza kwako kama mbwa kwa kunikashifu na kuyasema madhaifu yangu kwa rafiki zako. Uliniumiza sana Sabla. Sana. Ila mimi nikwambie kitu kimoja. Wewe endelea na maisha yako na mimi niendelee na maisha yangu. Acha hizo bwana. Sikiliza nikwambie. Kama utapata muda leo naomba uje nyumbani tuzungumze. Nakuomba sana bwana. Nikipata muda. Nimewaona wewe na mwenzako mnaongozana. Ina maana wewe na ex. Asante sana kakaangu. Shemeji yako amenieleza jinsi ambavyo ulivyokuwa naye bega kwa bega kuhakikisha mimi napatikana. Sina cha kukulipa. Ila naamini Mungu wangu atakulipa. Usijali ndugu.
Unajua kwa sasa sisi tumekuwa kama familia. Na hayo yote niliyafanya kwa sababu ya ukaribu wangu mimi na wewe jinsi tulivyo. Asante. Ila nasononeka sana. Nilivyojua kuwa Sanjera amebako kwa sababu ya kunitafuta mimi. Imeniuma sana. Hata mimi nilipozisikia hizo taarifa zilinikwaza kwa kiasi kikubwa. Ila namsifu sana shemeji. Pamoja na kuwa na jeraha kubwa kiasi hiko, bado hakuacha kukupambania katika kukutafuta. Hakika umepata mwanamke bro. Ila natamani niwatafute waliomfanyia hivyo. Nianze kudili na mmoja baada ya mwingine. Vipi utawafahamu kama yeye ameshindwa kuwajua? Na hao waliofanya huu nahisi ni wageni. Maana mambo kama hayo yalishakwisha katika mji wetu. Na kila sababu ya kwenda kuzungumza na mwenyekiti ili tuangalie namna gani za kurejesha sungusungu katika mtaa wetu, kwa sababu ulinzi imekuwa hafifu sasa hivi, na ukizingatia nyakati za usiku ndo matukio mengi huwa yanatokea. Ila nasisitiza, nitajua tu namna ya kuwapata hawa watu, na nitawapata, na nikiwapata tutaongea lugha moja, kwa sababu sisi sote ni Watanzania na tunaishi pamoja. Katika hilo tutakuwa pamoja kaka. Karibu sana mama. Karibu sana. Asante sana mganga. Shika kipara hiki. Kipara tena. Usiogope mama. Usiogope. Safi kabisa. Eleza shida yako. Kuna binti mmoja amefanya mwanangu kuwa chizi. Kwa hiyo mimi nimekuja kwako unisaidie na yeye achizike kama alivyochizika mwanangu. Ya. Huyo binti mimi namfahamu. Unamjua? Namfahamu kabisa. Alikuja hapa. Mimi nikafanya mambo. Mimi sikwepeshi mama. Mbele ya pesa mimi sikwepeshi. Sasa basi, unataka huyo binti awe mweu, taila, punguani au chizi? Sasa basi mganga, na mimi basi nisaidie kama alivyofanyia yeye. Mama, mimi mbele ya hela sikwepeshi. Weka hela hapa. Tatizo la pesa tu? Wewe hata na shida. Ukinifanyia kazi yangu vizuri, nitakupa pesa yote unataka wewe. Ili mradi nini? Yaani yule binti nataka nimkomeshe. Maana anajifanya yeye ni mjeuri sana. Sasa basi atanijua kama mimi mama Geza, nitamkomesha. Hilo limeisha mama. Kipara twende kazini. Aye mama we, aye mama hu, aye mama we, aye mama hu. Uko moto wangu wanao. Nishamaliza jambo mama. Nishamaliza jambo. Dunga, naomba unisamehe sana. Naomba tusahau yaliyopita na tuanze upya. Naomba unisamehe. Nimekusamehe. Ndio maana nimekuja kukusikiliza. Nashukuru kama umenisamehe. Umenifundisha sana katika maisha yangu. Nilikuwa siamini kama watu wanaweza kuachana kwa amani pasipo kudhalilishana wala kutoleana maneno ya kashfa. Leo ndo nimegundua watu wanaweza kuachana kwa amani. Naomba unisamehe sana Dunga. Nakuhitaji sana kwa kipindi hichi. Nahitaji sana kampani yako.
sina rafiki, sina mtu wa karibu. Nimebakiwa na wewe tu. Nakuhitaji sana Dunga. Nahitaji uwepo wako sana. Sabla, hayo yote uliyataka wewe. Mimi nilikupenda sana Sabla, na lengo langu ni tuanze maisha, lakini sijui ulienda kuaje Sabla. Nimewaona wewe na mwenzako mnaongozana, ina maana wewe na ex bado mnapendana. Inaniuma unavyomtaja jina lake huyo ex wako. Kwa yale ya nyuma unamkumba vina vyake kwa mlivyokuwepo. Mwongo, siziamini.